Yes bana, wasanii wenye uwezo wa kutumia lugha zaidi ya moja, nikimaanisha Kiswahili pamoja na Kiingereza, ambao wanatokea hapa Tanzania, imekuwa vigumu kupewa support na baadhi ya wasanii wakubwa kutokea hapa Tanzania. Hata ikiwa hata record labels ambazo ziko vizuri zinafanya fresh, imekuwa ni vigumu kuwa sign na kuwapa mikataba kiasi kwamba bana tukipa mikataba kwa namna wanaweza kufika mahali fulani, alafu mwisho wa siku ikawa ni biashara ya watu wengine. Hawa tunao baadhi yao. Tutakutana na Abigail Chams, huyu ni mwanadada kutokea hapa Tanzania. Wapi Louis anatokea hapa Tanzania. Itale, huyu ni msanii chipukizi anatokea hapa Tanzania. Kuna Bruce Africa anatokea hapa Tanzania. Kuna Treza anatokea hapa Tanzania. Kanabino anatokea hapa Tanzania. Kanabino Conboy anatokea hapa Tanzania. Hao ni baadhi yao tu ya wasanii ambao wanatokea hapa Tanzania, wanao uwezo wa kutumia lugha ya Kiswahili pamoja na Kiingereza. Na hii imekuwa ni njia ambayo kwa namna, kwa mtu ambaye anatazama muziki wa jicho la mbele, anaweza kusema ikawa ni njia rahisi ya kumfanya msanii awe international artist. Unafahamu, hata Abigail Chams kwa kuwa na uwezo wa kutumia code mixing, imekuwa ni rahisi kuwa nominated kwa tuzo za BET ambazo zimefanyika mwaka huu 2025. Umeona? Sasa ukiwaza kwamba pasipo kutumia code mixing, je, ingewezekana vipi? Hata wasanii wakubwa ambao wanafanya fresh kwenye game ya Bongo Flava, Diamond Platnumz, Rayvanny, Harmonize, wote kuna muda wanatumia code mixing ili mwisho wa siku akaweze kufahamika international. Tukubali ukweli kwamba Kiswahili pekee, kwa sababu hakina nguvu, hakiwezi kafika kama ilivyokuwa Kiingereza. Umeshanisoma? Manake ngoma zetu zozote zile ambazo tunazimba Kiswahili ni ngumu sana kupenya duniani kama tukisema tusiunganishe na Kiingereza, kwa sababu tunaamini dunia sasa hivi imetekwa na lugha ya Kiingereza. Unaona, watu wengi wanaifahamu lugha ya Kiingereza kushinda Kiswahili. Sasa tunaweza tukaaminishia vipi bana lugha ya Kiswahili pia ina watu ambao wanaweza kaimba muziki mzuri? Lazima tufanye code mixing. That's why ukifuatilia hawa wasanii ambao wanafanya code mixing, imekuwa ni vigumu kupewa support na baadhi ya wasanii kutokea hapa Tanzania. Huyu bana Abigail Chams yeye mbona tumminyie. Hata ukifuatilia mfano mfupi tu, Abigail Chams hivi karibuni alipewa support sana. Harmonize wametoa ngoma kadhaa ambazo zimeenda mjini, na zile ngoma zimekuwa chachu moja wapo ya kumfanya Abigail Chams azidi kufahamika na kutambulika duniani, kwa kuonekana kama ni msanii ambaye ajaye mpya kwenye kizazi cha muziki, ambaye anatazamwa zaidi duniani. Kutokana na nini? Code mixing imehusika, Kiswahili kimehusika, pia Kiingereza kimehusika. Hata ukiwaza muda mwingine wasanii wengine wakubwa imekuwa ni vigumu kutoka nchi za nje mpaka Tanzania, kwa sababu wanaogopa. Anajua lugha ni kasheshe, nitaenda nchi za nje nitapewa interview vipi? Nitaweza kujibu maswali kwa Kiingereza? Nitaweza kufanya interview kwa Kiingereza? Anajua sasa hataweza kuwini huo mchezo. That's why ndio maana wasanii wana uwezo, wana talanta kubwa, lakini imekuwa ni vigumu wao kama wao kutoka ndani ya Tanzania na kwenda kutanua mipaka nje ya Tanzania. Ndio maana ukifuatilia hata wale ambao wanafanya vizuri kwenye game ya Bongo Flava, ambao wanafanya vizuri nchi za nje, ni wale wale. Utamzungumzia Diamond, utamzungumzia Rayvanny, utamzungumzia Harmonize. Wapi wageni wengine? Hamna. Na hata wale wageni wengine ambao wanakuja kwenye game ya Bongo Flava wanakazia, kwa sababu wanajua bana, huyu nikimpa exposure kuna nafani kwamba ataniweka chini. Fuatilia kina Ira Star, Davido, Omalay, Wizkid, wametumia code mixing, wamechukua lugha yao ya ndani Nigeria, pia wametumia na lugha ya Kiingereza. That's why imekuwa rahisi kwa wao kwenda mbele yao. Ndio maana ukifuatilia sasa hivi Nigeria wametupita mbali kwenye muziki, na tukubali ukweli, kwa sababu lugha inaeleweka. Bana Boy akaenda kuperform same fulani, anatumia lugha ambayo inaweza kaimba sana wale, hata akitumia lugha ya ndani mwake, lakini akatumia lugha ya wale ambao wenyewe wataelewa bana hichi Kiingereza kimeimbwa, hata kama kaimba kwa lugha ni kwao, lakini hii nyimbo moja kwa moja itakopo inalenga kitu fulani. Ndio maana kina Ashake zaidi kila siku anazidi kwenda. Lakini Bongo tunabakia wapi? Hatukubali vipaji vipya, hatukubali ukweli kwamba hivi vipaji vipya ambavyo vinakuja na mtindo wa code mixing tuvibebe, tunavikataa. Ndio maana kufuatia record label nyingi Tanzania zinasaini wasanii wa Swahili. Yaani msanii tu anaimba Kiswahili tu peke yake, ndio huyo kabebwa mkono. Hasa mwisho wa siku inabidi tutambue kwamba je, Uswahili utabakia tu kuwa Uswahili au tutataka tutengeze muziki ambao utaenda duniani utafahamika? Lazima ifike mahali tutambue kwamba code mixing ni mchongo. Hata wasanii ambao wanatumia code mixing katika generation hii inabidi wapewe support. Promoters, wasanii, wadau wa muziki inabidi mkubali kwamba kama ulikopo una uwezo wa kutumia Kiingereza, kubali kumshika huyo mkono. Basi amna tukubali kwamba hawa wana nafasi kubwa zaidi ya kufanya vitu vikubwa kwenye huu muziki wa Bongo Flava. That it is Mdachi wa 5, that's my name. Ni follow kwenye page yangu ya kijamii. Hapa Instagram naenda kama Mdachi wa 5, hapo TikTok unaenda kama Mdachi wa 5. Next time we're gonna do more. Let's go.